Sasa kwanza mimi nataka kusema huyu jamaa ambaye aliua Lempurkel mpaka ashikwe, uchunguzi ifanywe, ijulikane kama yuko ndani. Alafu baadaye nasikia atio nini uchunguzi umefanywa, si nini umefanywa nini. Mimi nasema huyu kijana, huyu mtu amefanya hiyo maneno, ametupatia sisi ni hasara kubwa zaidi. Basi kwa heshima kubwa naomba Baba Raila Amolo Odinga akuje na shukurani za kwako. Kungekuwa na changamoto hapa tutazungumza, but we celebrate you as a distinguished son of Kenya. A distinguished son of Kenya, mwana Kenya halisi, shujaa wa taifa letu. Asante sana baba. Thank you very much. Haya. Enda sama mogin. Eselim ashe. Asanteni sana. Saa imeyoyoma. Lakini nilisema hata kama nini mpaka nifike hapa siku ya leo kwa mazishi ya kijana yangu Matthews Lepurkel. Huyu Matthew Lepurkel ni mtoto yangu, na alikuwa mtoto mkakamavu, mtoto ambaye alikuwa ana ujuzi mingi, tena alikuwa mtoto shujaa. Tumetembea na huyu kijana eneo mingi zaidi. Huyu alipokuja akaja akaniingia kwangu namna hii, akaniambia mimi baba, mimi nataka nifanye kazi kwako. Na nikamwambia wewe utaweza? Una shida mingi. Akasema ataweza. Na nimezunguka na huyu kijana Kenya hii yote. Uende Lamu, uende kule Kwale, uende kule Garissa, huko Mandera, kila mahali Lempurkel iko chini yangu. Ni sababu mimi nilipata pigo kubwa sana. Kusikia Lempurkel amefariki. Ati hivi ni ajali. Ajali aina gani? Ati amegongwa na gari. Nani amemgonga? Hajulikani. Sasa kwanza mimi nataka kusema huyu jamaa ambaye aliua Lempurkel mpaka ashikwe, uchunguzi ifanywe, ijulikane kama yuko ndani. Alafu baadaye nasikia atio nini uchunguzi umefanywa, si nini umefanywa nini. Mimi nasema huyu kijana, huyu mtu amefanya hiyo maneno, ametupatia sisi ni hasara kubwa zaidi. Huyu kijana alikuwa na mambo ya na hii mnajua mimi na watu wa tuko pamoja. Huyu mzee amesimama hapa, mzee wa mkuu ya wa huyu mzee tumekuwa na sikaa naye na mzee Olentimama na mzee John King. Mimi najua dhuluma ya kihistoria ambayo imefanyika dhidi ya jamii ya Kenya hii mzima. Ukitaka kutatua shida ya mpaka uingie kwenye historia. Manake nchi ya ilikuwa ni nchi kubwa. Kutoka mlima Elgon, mlima Kenya, Kilimanjaro, yote ilikuwa ni nchi ya Alafu Waberi walipokuja hapa wakaingilia, manake waliona nchi ambayo iko na rotuba mingi na mzuri, wakaanza kuhangaisha Ukaenda kule Eldoret inaitwa Uasin Gishu. Uasin Gishu wa Masai wako wapi?
Transmara. Ukienda kule Loitokitok, ukirudi hapa Nanyuki, kila mahali Wama walitoa hapa wakati wa beberu walisema wanataka kufanya ranching hii eneo hii yote chini mita mile 10 kule Naivasha. Wanasema ati hizi ng'ombe zao wakirudia upande ya ni nchi ya Maa. Alafu imezidi kuingiliwa na kuingiliwa. Tumeketi chini na mzee Ntimama na mzee John Kin na tumeongea mambo haya. Kwa sababu mimi nilisema nijitokeza kutetea. Walipokuwa naingilia Mau, mimi nikasema ni afadhali mimi ni pigwe kura lakini Mau ihifadhiwe. Na Mau nimerudisha. Yale yote ambayo tunaongea naye Kedong Ranch, mambo kama haya yote, mimi nilipokuwa waziri mkuu nilisimamia mambo haya yote. Yakawa ni sawa. Mimi nataka kuambia nyinyi, mkiniona mimi niko hapa, sitaweza kusimama nikiona kama dhuluma inazidi kufanyika dhidi ya watu wa Maa. Tutasimama imara. Lakini kitu muhimu zaidi ni kwamba mpaka kwanza tuwe na Kenya moja. Mpaka tuwe na Kenya moja. Kenya ikisambaratika, tutakwenda kama njia ya Somalia. Na tukienda kama Somalia hatuna nchi. Haya ndio sababu mimi nisema nipige break. Hii gari turekebishe kidogo. Iwe zirudi sawa sawa. Lakini msimamo yangu juu ya haki ya Wakenya yote bado hajabadilika. Mimi nataka Kenya itinuke, itoke pale iko kule chini iende juu. Kenya inaweza kwenda juu kama Wakenya wameungana pamoja. Lakini tukieneza siasa ya ukabila hapa na pale, hakuna Kenya ambayo tutakuwa naye. Sasa mimi najua hapa vile shida hapa tumeongea na Mpulkel. Mangaji mambo ya barabara kutoka Nanyuki kuja Doldol. Hiyo iko hapo. Na mimi nitafikisha hiyo maneno. Mambo ya barabara Nanyuki Doldol. Iwe kwa lami. Ni kitu kidogo hii. Wamekuwa na saa sita hapa na pale, natoa pesa hapa, ngambo hii, lakini sasa tumewashika namna hii. Itafanyika. Kwa hivyo, kwa jina ya huyu kijana yangu Mpulkel, nataka makabila ambao wako hapa, Wakikuyu, Wasamburu, Waborana na Maa wachikane pamoja. Hapa kwenu hapa. Mimi nataka watu waishi kwa njia ya amani na kwa njia ya umoja hapa kwenu. Na vile vile mimi nataka haki itendeke. Haki itendeke juu ya mambo ya ardhi. Mimi najua shida hiyo. Haki itendeke juu ya mambo ya ardhi. Na itatendeka. Na tungajua vile mambo yahangaishwa hapa, vile mambo ya mashamba, vile hapa hivi, nyakua pande hii, tunaangalia. Haki itatendeka. Sasa mwisho manake mpaka tuweke kijana kwa kaburi. Order kwa gavana ya Kajiado, Lenku. Bibi Mpulkel aingie kazi mara moja kesho. Wale kijana yake wengine mimi nitachukua. Hao mimi nitachukua, nitaangalia mambo yao. Sawa sawa.
Mungu aweke kijana yangu mahali pema peponi. Asanteni sana. Asante, makofi kwa baba. Asanteni.